sije kama kawaida mazoea. Amen. Kama inafundishwa karama, basi na wewe upate. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo tulianza karama, ziko aina 3 nizungumza. Karama aina ya kwanza nikasema zile karama za kuweza kukomaza mwili wa Kristo, ambazo ziko 5, ambazo ni huduma ya kitume, huduma ya kinabii, huduma ya kinjilisti, wachungaji na walimu. Zile ni karama ambazo ni ofisi ambazo tunasema za kukamilisha watakatifu. Lakini kuzungumzia kuna karama za Roho Mtakatifu ambazo ziko 9, na hizo ndo nakuwa nikizichambua. Na tukasema pia kuna karama za huduma ambazo na nyewe ziko kama 11. Kwa neema ya Bwana tutaweza kuzichambua kwa kipindi ambacho nitapata nafasi. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kuna karama hizi, karama 9 Roho Mtakatifu zimegawanyika kwenye makundi 3. Sema karama za nguvu. Karama za nguvu. Sema karama za nguvu. Karama za nguvu. Kwenye karama za nguvu kuna imani, matendo ya miujiza pamoja na uponyaji. Amen. Karama za nguvu. Amen. Karama za mafunuo kuna neno la hekima, neno la maarifa na kupambanua roho. Amen. Alafu kuna karama za semi ambao kuna unabii, aina za lugha na tafsiri za lugha. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Sasa leo nataka tuangalie karama hizi za nguvu. Tutaanza na ile imani na swali ambalo ameuliza Neema, na natamani uone watu wakiandika. Amina. Kanisani. Amen. Haleluya sana. Amen. Sasa kwenye hizi hapa kuna hii karama, tuanza na karama ya imani. Kama unaandika pale karama ya imani. Kwa hiyo sasa kwenye karama ya imani nitazungumzia pia mambo mengine 5, karama imani kama 5. Imani ya kwanza niyo karama ya imani, ambayo hiyo ndio karama ya Roho Mtakatifu tutaiangalia. Kuna imani ya asili ambayo kila mtu anakuwa nayo kiasi fulani. Amen. Na kuna imani inayookoa, alafu kuna imani ya dini ambayo kila mtu anakuwa nayo, na imani kwa Mungu. Inakubariki sana. Amen. Sasa naomba leo tuangalie karama ya imani. Nataka watoto waseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tuseme amina. Haleluya. Hapa Bwana asifiwe sana. Uwepo ibadani, kila mmoja uwepo ibadani. Amen. Karama ya imani. Hebu sema karama ya imani. Karama ya imani. Sema kwa sauti, karama ya imani. Karama ya imani. Sasa karama ya imani ni uwezo wa kipekee wa kumwamini Mungu kwa mambo yasiyowezekana. Ni uwezo wa kipekee wa kumwamini Mungu kwa mambo yasiyowezekana. Amen. Na naomba unielewe kwamba hizi ni karama ambazo Mungu anavuvia. Kwa hiyo inakuwezesha kuweza kwa wakati fulani, na watu wengi wanafikiri inakaa mara nyingi, labda ni ya kudumu sana. Inaweza ikaja wakati mwingine ikaondoka, lakini Mungu kwa wakati anakuvuvia kuweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Haleluya sana. Amen. Ni imani ya kimiujiza. Tunazungumza karama inayotenda kazi kutoka kwa Mungu moja kwa moja kupitia kwako. Haleluya sana. Amen. Imekusudiwa kutimiza mambo yasiyowezekana. Na ndio nakwambie, hii karama ya imani itakupeleka mbali. Na sisi watu ambao tuliokoka, Biblia inasema kwamba takeni sana karama zilizo kuu. Sasa hii karama ya imani sio imani yenyewe, lakini karama ambayo kama pia ikiwepo itakuwezesha kufanya mambo makubwa, itakuwezesha kufanya mambo yasiyowezekana. Kwa hiyo ndio maana hizi karama tuwafundisha ili kwamba watu wazielewe. Amen. Haleluya sana. Amen. Sasa ni muujiza wa imani katika Mungu unaoletwa na Roho Mtakatifu kwa wakati sahihi. Yaani katika tatizo ambalo haliwezekaniki, Roho Mtakatifu akaweka imani ya ndani mwako, ukaamini ile jambo kama linawezekana. Inawezekana watu wote wakaona haiwezekani. Amen. Amen. Nanipata anachokisema? Amen. Wote wakaona haiwezekani. Wakati mmoja pale Biafra tukisema tutafanya mkutano, na watu waliofanya mkutano pale ni watu wasiopungua 10 na ni makanisa makubwa ambao wanafanya mkutano pale Biafra. Mimi nikapata imani, sababu pesa yetu ilikuwa pale Kinondoni B. Nikasema kwamba tutafanya mkutano hapa Biafra. Wazee wa kanisa wakasema kwamba
mchungaji, wewe huo mkutano sisi hatuko na wewe, wewe mwenyewe ndio utaufanya ule mkutano, kwa sababu pesa zilikuwa zinahitajika ni hela nyingi. Kanisa lilikuwa na watu kama 40 kufanya mkutano Biafra, ilikuwa inahitaji imani kubwa. Jukwaa peke yake ilikuwa kodisha wakati huo kwa siku ni 150,000 tulikodisha. Generator kwa siku 150,000. Kuweka umeme tu pale kwa uwanjani, umeme ufike, ilikuwa kama 600,000 enzi hizo. Kwa hiyo mkutano kwenda zaidi ya milioni 10. Walipoangalia wakaona haiwezekani, lakini kwa sababu nilikuwa na imani nikamwambia kwamba nyie kaeni pembeni, mimi namwamini Mungu. Amen. Wapendwa, mkutano ulifanyika na watu waliokoka. Kwa nini? Amen. Hiyo imani kwamba sikuangalia kwamba watu wanaamini au wanafanyaje, ikanipa kuamini. Kwa hiyo karama ya imani itakuwezesha. Na hii karama ya imani ni tofauti na ile karama tunasema karama iokoayo, ambayo utaiangalia saving faith, ambao kila mtu amepewa kiwango cha imani. Kwenye ile 12 mstari wa 3 wa Rumi anasema kama Mungu ameongea kila mtu kiasi cha imani. Amen. Kwa hiyo mtu yeyote aliyokoka ana kiasi cha imani. Tunajua kwenye zile hatua au level za imani kuna ile tunaita zero faith, yani kabisa hakuna imani kabisa. Lakini mtu aliyokoka ana kiwango cha imani. Hata wewe unao imani. Haleluya. Amen. Akasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akisitasita sina furaha na yeye. Karama hii ya imani ni imani kama ile iliyomwezesha Petro kutembea juu ya maji. Amen. Amen. Petro akatembea juu ya maji, akasema kama ni wewe Mungu niruhusu nitembee. Sio kwamba yeye alikuwa na imani, ni karama, kama akamweleza kama naweza kutembea juu ya maji. Sayansi inajua kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kutembea juu ya maji, lakini kwa karama ya imani. Amen. Amen. Petro akatembea juu ya maji. Amen. Lakini akaona shaka. Na mimi nasema karama hii kuwezeshe. Amina. Kuanza biashara kubwa kubwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Hii karama ya imani ndio iliyoniwezesha mimi wakati naanza kanisa, sina ili wala lile, lakini niliamini watoto wangu wote watasoma English medium. Amen. Na nikasema kwamba watasoma shule nzuri. Amen. Na sikuwa na pesa, sikuwa na chochote, lakini nikaanza. Nakwambia nilioshaka kwa ushuhuda ule kwamba mtoto wangu wa kwanza shule alikuwa anasoma ni shilingi 60,000 na akarudishwa ada. Lakini imani ikaenda. Na kuna wakati mambo yakayumba ya kiuchumi. Mama akaniambia sasa tuwatoe watoto kwenye shule hizo. Nikamwambia haiwezekani. Mimi naamini na kwa neema ya Mungu wote wamemaliza sasa shule. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo imani inaweza ikaja hata kwako na wewe. Na hiyo nilivyosema, kuna watu wa karama ya imani ikaingia. Amina. Tulikuwa Kinondoni, wakaanza kupeleka watoto kwenye shule za English medium. Amen. Sijasema shule hizi zingine ni mbaya, lakini nasema tu kwamba mimi nilitamani. Amina. Amina. Angalau watoto wangu waseme yes, no, how are you? Haleluya sana. Amen. Haleluya jamani. Amen. Nasema haleluya. Amen. Wakati mmoja nilipokuwa nafundisha somo hili, kuna mama mmoja nikasema, hivi utakaje chumba kimoja? Watoto mko watu 7. Nakaa chumba hiki kimoja. Kwa nini usikuwe na imani ya kuwa na vyumba kama labda 2 na nini, au hata nyumba nzima? Mama mmoja akachukua ile imani, akaenda akapangisha nyumba. Baadaye mambo yakawa magumu, akasema jamani, mchungaji ameniponza. Mimi sijamponza. Lakini alichukua hatua ya imani. Haleluya. Hapa chukua hatua ya imani katika jina la Yesu. Nataka amina watu wengine tuseme amina katika jina la Yesu. Sasa utang'ang'ana kwa chumba kimoja hata lini? Sasa ile hatua ya imani itakusaidia. Kama ile karama ikija kwamba inawezekana hauna imani kubwa, lakini sasa unaomba Mungu, nipe karama ya imani. Kama naweza na mimi. Amen. Haleluya. Amen. Kama naweza licha tu ya kupanga. Mimi niwaambia kitu moja, niwaambia mimi karama ya imani na imani iko ndani mwangu. Hapa nilikuwa napanga, mimi nilikuwa napanga hapa. Jina Mungu barikiwe sana. Amen. Nilitoa notice kwa mama mwenye nyumba. Kwamba mimi naama mwezi wa 9. Kebo ni shahidi. Naama mwezi wa ngapi? Wa 9. Nyumba iko kule mlimani. Anaiona kabisa kwamba haina paa
haina bati. Akaniuliza, mchungaji, bado unaama? Mwezi wa 9 ibaki wiki hizo 2, hakuna hela, hakuna chochote. Nikamwambia ndio naama. Na kichwani kwake akasema, huyu mchungaji ameshaanza ukichaa, yani ni kwamba tu akimwai vizuri atapona. Lakini nataka kukuhakikishia wapendwa, kama ni shahidi tukamwita fundi kutoka Moshi kuja kufanya kazi ya kupaua ile nyumba. Amepiga mbao, hakuna bati. Haleluya sana. Amen. Sasa akaniambia tunafanyaje? Nikamwambia sikiliza, wewe nenda, yani sisi bati zetu tutachukua kiwandani, kwa hiyo zinasumbua kidogo. Kwa hiyo wewe nenda wapi, zikishatoka nitakwambia. Fundi watu akaenda bwana, ndani ya wiki 2 zile Mungu akatoa hela bwana. Amen. Tukanunua bati. Amen. Fundi akaingia mitini. Tukamleta fundi mwingine tukapiga. Nataka kuambia kwamba imani inafanya kazi. Amina. Sema amina basi. Amen. Sasa kusudi la karama hii moja ni kutatua matatizo yasiyowezekana. Amina. Kusudi la karama hii kutatua matatizo yasiyowezekana. Katika ile Marko sura ya 11:23 asa yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini utang'oka. Mlima ni pamoja na magonjwa. Amen. Mlima ni pamoja na madeni. Amen. Mlima ni pamoja na magumu. Amen. Mlima ni pamoja na magonjwa. Amen. Wangapi wako pamoja na mimi? Amen. Wangapi wako pamoja? Amen. Mwaka 99. Mwaka gani? 99. Nataka urudie, mwaka gani? 99. Mimi nilikuwa naumwa malaria kila mwezi. Kila nini? Kila mwezi. Mpaka nikajua dozi. Nikajua dalili za malaria. Nilikuwa naumwa kila mwezi, lazima niumwe malaria. Nikajua dalili kwamba mtu anaumwa, anapata dalili siku 2, ukinywa dawa siku 3 unakuwa siku ya 7 uko vizuri. Nikajua mikono inaanza kupata tabu na nini, viungo vinalegea. Alafu dawa yangu ilikuwa Metakelfin. Wangapi Metakelfin? Nakunywa Metakelfin na nini? Amen. Siku moja nikasema hivi, siku moja nikiwa Arusha nikaumwa malaria, ambayo sasa ile dawa ile ilishadunda Metakelfin. Nikanywa kunini. Wangapi wamekunywa kunini jamani? Kunini ilikuwa nakunywa, unachukua kunini unaweka kwenye ugali. Alafu cha ajabu ugali unatangulia kunini na baki. Hapo ndo utajua sasa kumbe haya mambo sio yanahitaji haraka. Amen. Nikawa naweka kwenye parachichi. Wangapi jamani? Kwa mimi nilipata tabu. Unaweka kidogo kwenye parachichi. Parachichi inaenda, dawa inabaki. Yaani uchungu uko pale pale. Ikawa tabu. Lakini sasa nilipoenda nikaumwa, kwa hiyo nikaekewa, ndo nakumbuka mara mwisho nilikuwa drip 9. Anapata vizuri jamani? Amen. Ilikuwa 1 ya maji na 8 za dawa. Zikawekwa mikono miwili. Ya maji na ekwa huku, alafu ya dawa inaingia huku. Hebu fikiria mateso gani haya. Kwa hiyo sasa tukaa nimekaa pale, nilifanya kituko cha ajabu wakati nakumbuka haya mambo yalivyotokea. Sasa nikawa na mgonjwa mwenzangu, tumekaa, mgonjwa uko upande huu na mimi niko hapa. Nikamuuliza, kwani mbona inaenda taratibu sana? Ile ya kwanza, ile ya maji ilikuwa inaenda haraka haraka, lakini ya dawa inaenda taratibu. Kwani walikuwa wanafanyaje? Akaambia unaponesha gurudumu hapo. Sasa nikazungusha. Ghafla nikaanza kuona mapigo ya moyo yanafanya nini? Yanakimbia. Nesi! Ngoja mmefanyaje? Tukaambia tumezungusha. Ningekufa hivi. Lakini sasa niliporudi Dar es Salaam nikasema kwanza, wakati mmoja ujue mtu wangu daktari, nilitoka Uganda, nikaja nikawa nasikia baridi na nasikia joto. Wangapi wameshakufikia hiyo? Unasikia baridi na unasikia joto wakati mmoja. Unasikia baridi na joto. Akaambia kunywa dawa. Sasa sisemi kunywa dawa ni dhambi. Nikamwambia ngoja mpaka asubuhi nione kama yale makubaliano yangu na Mungu yatakuwaje. Asubuhi inafika, mimi ni mzima buheri wa afya. Sasa sio kama hii jamani ya imani. Kama sasa sijasema msiende hospitalini. Amina. Sio unachukua, sababu kuna watu hapa sasa baba amesema nenda hospitalini. Haleluya sana. Amen. Lakini mimi nina kadi ya bima zaidi ya miaka 15. Nilifanyia mara mwisho nilienda kufanya uchunguzi wa meno.
yanaendeleaje? Amen. Lakini kwa nini iko tu, hata sasa hivi sijui iko wapi. Yesu asifiwe sana. Amen. Nikasema sio mimi nifanye kama Bwakila. Bwakila alikuwa na kadi ya bima, akaona haitumiki, akapanda juu ya nini, je, mko wapi jamani? Alipanda wapi? Mnazi. Akaanguka, akavunjika nini, ili bima ifanye kazi. Haleluya sana. Amen. Sasa je, wewe unataka kuwa na afya au unataka kuponywa? Sasa mimi natembea kwenye divine health, na ndio ikatokea hata ndani ya familia. Huwezi kusikia na ninaanza kumwomba Mungu. Haleluya sana. Amen. Nasema haleluya sana. Amen. Sema imani jamani. Imani. Sema kwa nguvu imani. Imani. Sasa usitoke hapo ukatupe dawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu kuna wengine unakuta wengine walikuwa na HIV, wanasikia imani kama hizi, anatupa nini? Dawa. Utakufa. Amina. Utakufa. Amen. Sasa jambo la pili, kuchochea imani kwa matendo. Mtu mwenye karama hii atachochea watu wa Mungu kwenda mbele na kuchukua nchi ya ahadi. Unaposikia ukisikia shuhuda kama hizi, inachochea imani yako. Halo. Amen. Naomba amina. Je, nataka amina? Amina. Uwepo hapa. Nataka amina, uwepo hapa. Haleluya sana. Amen. Wakati mmoja kulikuwa na shida, ni hapa Mkwajuni. Kulikuwa na shida ya daladala hapa. Wangapi wanakumbuka? Kuna kipindi ilipita shida sana ya daladala hapa. Mimi nikatoka, nilikuwa nasoma shule, nilikuwa nasoma ndio chuo Ubungo. Nikasema sitaki shida. Nikasema nikifika pale Mkwajuni natoa dakika 5 kwa malaika kuleta gari. Dakika ngapi? 5. Nikafika pale nikaangalia saa yangu, dakika 4. Mbona gari haiji? Malaika wewe unafanyaje? Lazima wakilete gari. Dakika ya 5 gari ikafanya nini? Kaja. Nikapanda, nikaingia. Amen. Nikashuhudia kwenye pastor fellowship. Mchungaji mmoja na yeye alikuwa anakaa Gongo la Mboto. Unajua mziki wa Gongo la Mboto. Amen. Akasema Pastor Nengana alisema aliitisha nini? Sasa yeye akasema mimi nasimama hapa, naitisha gari igeuke ije mpaka hapa nilipo nipande. Kweli bwana. Gari ikafanya nini? Ikageuka, ikamfuata pale alipokuwa. Maana yake nini? Nimechochea imani. Kwa yule mtu. Amina. Sema amina tena. Amina. Sema amina tena. Sema. Iko siku nilipanda gari. Mke wangu aliuliza naenda sasa, hela unayo? Nikapanda gari naenda Arusha, sina nauli. Nikasema nauli nitapata wapi? Huko. Amen. Unaweza ukakataa, lakini ushuhuda usi wa kwako, ni wa kwangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kondakta hajanidai, nikafika kule katikati. Ile kafani nikaingia na mama nikamtumia na hela kabisa na change kabaki. Amen. Hiyo ni imani. Haleluya sana. Karama. Kama unavuviwa kwamba unaweza kufanya kitu. Amen. Amen. Haleluya jamani. Amen. Nikupe ushuhuda mwingine. Tulipokuwa tunafungua kanisa Dar es Salaam. Tukaenda tukakodisha eneo, tukawa na nguzo kama hizi. Amen. Nikamwambia mafundi, haya njooni. Tukaingia pale mafundi wakaanza kuweka nguzo. Sasa hakuna bati. Wakauliza pastor, vipi kesho kazi inakuwepo? Ngambia kazi ipo kesho. Na malaika wetu mtuma akalete pesa ni 3. Yuko kwenye line. Wapendwa, nataka niwaambie mbele za Bwana. Ilikuja pesa za mabati, baada ya wiki 2 ikaja pesa za mabati 80 na change kabaki. Amen. Na vyombo. Amen. Kwa kitu. Amen. Ndio Mungu ambaye na iwe kwako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema iwe kwako kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hivi na mpango wa kujenga ghorofa. Amina. Na utakuja siku moja utafanya jamani, utapanda huko. Amen. Amina. Karama hii inafanyaje kazi? Moja, inakuja kama msukumo, inspiration. Ndio. Ni upako katika mazingira maalum. Hiki sio kipimo hasa cha imani. Lakini unasikia tu upako. Nikiwa Arusha, tulikuwa tunarekodi Rise and Shine. Umeme ukakatika. Na tutakuwa turekodi. Nikasema ndani ya dakika 5 umeme uje. Amina. Na kweli umeme ukaja. Amen. Nilienda Wapo Radio. Kulikuwa na kipindi saa 2:30. Umeme ulikuwa umekatika, kuna mchungaji alikuwa yuko kule, akawa anaondoka. Nikamwambia mimi nikifika studio, umeme utarudi. Akasema haiwezekani. Anawasha gari, nafika studio, umeme ukaja. Akaja akaniomba kwamba anaomba dakika 15.
Sasa lakini sasa sio kila siku sasa utasema umeme ukikatika, hata kama kuna siku nirudisha umeme. Umeme ukikatika anaangalia je, na msukumo huo. Amina. Na msukumo huo. Nikiwa Biafra nisimamisha mvua. Nikiwa hapa nisimamisha mvua, lakini sio kila siku. Sasa mchungaji, njoo tusimamishe mvua. Hiyo haipo, haiendi. Ni msukumo wa ndani kwa jina la Yesu. Naomba mtu mmoja apate huo msukumo wa ndani. Mambo ya ajabu. Sema amina tena. Sema amina tena. Mimi niliamini nikimaliza form 4 nitaenda Marekani. Imani niliamini. Mwaka 2003 niliamini. Leo hii watu wanaenda Marekani. Yaani sio kama zamani. Sasa kila mtu anaenda. Zamani ilikuwa ni watu maalum kama sisi ambao tulikuwa tumeteuliwa. Amina. Sasa hivi maiko kila mtu anaenda Marekani. Zamani ilikuwa ni watu wachache. Ndio. Kusikia Marekani mzekemu. Sasa 2003. Piga mahesabu. Sasa nauli ya kwenda kanisani shilingi 100 ilikuwa sina. Na baba yangu akaambiwa na rafiki yake kwamba huyo mtoto wako ni tapeli, anakudanganya, hakuna cha Marekani, hakuna chochote. Akakataa kunipa hela ya kutafuta passport. Bahati nzuri mbona mimi form 6 nikawa nafanya kazi, nilijitolea kwenye shule, nikawa nalipo hela kidogo, ikanisaidia kupata passport yangu. Baba alikataa. Sasa wewe kasema sasa inakuaje Marekani unaenda wewe unaenda wapi? Hakuna cha Marekani wala cha nini. Kwa hiyo nikaamini. Rafiki yangu yeye akasema akimaliza zile ndoto, mtoto wa ndoto, akasema ataenda Ujerumani. Kweli yule jamaa akaenda Ujerumani. Lakini alikuwa na dada yake ambaye alimfanyia mipango. Mimi sina dada wa kunifanyia mipango, sina kaka, sina shangazi, sina yoyote. Lakini nikamwambia ukienda mimi ndo nilifungua email yangu jonenga@yahoo.com. Kabla sijaenda, yani nikafungua sasa hii ndo email yangu, nenda nayo ukiwa kule Ujerumani, mimi nikiwa Marekani, tutawasiliana. Email ukifungua wakati mwingine inaweza ikatokea jina hilo limefanya nini? Lakini kama nilifungua. Kweli bwana, jamaa akaenda, ndio ile ushuhuda ndo hapa. Aliporudi akanipeleka mahali kwenye hoteli moja ya kitalii hapo mjini. Ananielezea mambo, ananiambia vipi Marekani? Kaambia nitakuja tu. Akanipeleka pale ndo nikaenda chooni. Nilipoenda chooni ndio mara ya kwanza kuona choo cha kuflash. Amen. Kwa hiyo nikakaa pale nilipo flash hivi. Maji yalipotoka kwa nguvu, acha nikimbie. Nikasema hapa nimeshaharibu hapa. Nimeharibu afu bahati mbaya mambo yalikataa kwenda bwana. Amen. Unaelewa yale mambo yalikataa kwenda. Kwa hiyo nikatoka taratibu. So mimi. Wewe unacheka uliona wewe bana. Mimi nikimbia kweli. Yaani hata kabisa. Hizi nani nikiwa Marekani hizi unaweka mkono wanaita automatic hivi. Niweka pale mkono ule popo katoka. Nikamwambia wewe njoo funga. Nikamwambia hiyo ni automatic. Bwana asifiwe. Amen. Sasa inakuja kama msukumo kwa jina la Yesu. Pokea huo msukumo kwa jina la Yesu. Pokea imani katika jina la Yesu. Amen. Sisi tunafanya mambo ni kwa sababu tuna karama ya imani inatusukuma. Amina. Wakati mmoja nilienda EPZA pale. Mzee Michael, nilienda EPZA pale. Naenda kuulizia uwekezaji. Viwanja vya uwekezaji na nini. Maskini ya Mungu baba wa watu ananipa makarabrasha, ananiambia kuna uwekezaji $100,000, sijui kuna wapi, sijui kuna dhahabu, sijui kuna wapi, sijui. Basi ananipeleka pale kama mwekezaji. Kuna mtu mwenyewe hata Bwana asifiwe sana. Nikaenda pale nasikiliza hapo, niko serious. Amen. Nasikiliza. Kwani ni imani. Haleluya. Amen. Bado hata sijawekeza hata. Amen. Amen. Lakini akanielekeza. Kwa nini? Kwa sababu ya imani. Sasa wewe unaogopa. Unaogopa. Inspiration ikija, fanya kwa jina la Yesu. Amina. Kuna biashara inataka kuja, fanya kwa jina la Yesu. Amen. Kuna kitu kinataka kuja, kwamba omba hiyo karama ya imani ije. Anza kuwaza, kwa sababu mimi nikasemaga, mimi nawaza makubwa, naamini makubwa. Yasipotimia, shida iko wapi? Bahati nzuri yakitimia mambo yanateka. Amina. Imani. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Kayo msukumo ukisikia kama nataka kufanya kitu fulani, usianze kuwaza. Amen.
wewe fanya. Amen. Na mimi naambiaga watu, kama niwaambie watu wasema na imani. Imani sio imani mpaka umesema. Amen. Halo? Halo? Watu wanakuona wewe labda unajifanya, hata sasa hivi ndio unajiinua mchungaji, unaambia umeenda Marekani sasa hivi. Nimeenda, wewe hujaenda. Amina. Sasa siko kuambia utajua nimeenda. Hapo sasa. Amen. Raha ya ndege, ukipanda ndege upige nini? Picha. Amen. Watu wajue. Amen. Waachana nao, wivu tu. Amina baba. Wivu tu. Amen. Bwana asifiwe sana. Watapona. Haleluya. Amen. Wewe waambie watu nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Wanakudharau lakini inakuwa. Amen. Tokea. Amen. Jina la Yesu. Amen. Mimi naamini wakati mmoja nitakuwa miongoni mwa wachungaji wanaomshauri rais. Amina. Au unajipendekeza kumshauri tu. Amina. Amen. Amen. Inawezekana. Mimi nikitaka kwenda popote. Wapi jamani? Popote. Hakuna anayenizuia. Amina. Hakuna. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Imani, haleluya. Ndio nisaidia. Tena nipa jeuri. Amen. Ndio. Tena nipa jeuri hapa mjini. Wewe nina imani. Amina. Na vitu vinafanana. Imani na hela vinaenda, sababu imani ni kuwa na hela tu kama una hela. Amina. Nikwambia mama amepata shida sana kwa sababu hajui lini saa ngapi na hela, saa ngapi sina hela. Wakati tunapojenga ile nyumba pale, ushuhuda kidogo. Amen. Nilienda nikapanda mbegu. Hiyo ni ushuhuda ambao hata askofu anafahamu. Alikuwa anajenga nyumba yake. Amen. Nikamwambia mama tupande shilingi 500,000. Ndio hela tulikuwa nayo wapi jamani? Yaani ndio akiba yetu yote. Amen. Alipopeleka kwa askofu akajua kabisa kwamba hii ndio hela yangu yote. Alipotuombea tumeondoka, kumbe huko analia. Baba huyu ametoa hela yao yote. Lakini sasa nataka mwezi wa 10 tuanze kujenga nyumba yetu. Amen. Nyumba ambayo kwa tumeiandaa unaifahamu. Sasa nikamwambia mama mwezi wa 10 tunajenga nyumba. Amen. Hela ipo. Isiye ikawa ni ile imani yako. Amen. Kwa sababu sasa ninaamini nikamwambia hapa lazima nijitahidi. Nikamwambia hela ipo. Unamaanisha ipo kabisa? Ipo. Hakuna hata shilingi. Utaambia nimesema uongo. Sijasema uongo. Amen. Kwa sababu imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasibali. Onekana. Kwa hiyo nikamwambia hela ipo. Unafikia alikuwa ameamini? Hakuna kitu. Lakini nakwambia katika jina la Yesu. Mwezi wa 10. Msingi wa nyumba ukajengwa. Na sasa hivi tuko pale katika jina la Yesu. Nyumba yangu haina madirisha wala milango. Amina. Lakini ya kwangu. Amen. Sio ya kwako. Amina. Ninajivunia. Amen. Na siku ukija pale kuna air condition, kuna nini? Amina. Tulipohamia ile nyumba siku moja nikawa na panga yangu. Nilikuwa napanga napita usiku. Mzee, nilikuwa napita usiku, ungesogea pale wakati huo. Kwa hiyo napita usiku. Napita. Nasema wezi wakisikia wajue mchungaji sio mjinga. Yuko vizuri. Sasa usiku moja tumelala nikasikia mama anapiga kelele. Vipi? Wananikata mkono. Yaani kwa sababu umelala nyumba iko hujazoea, umetoka kwenye vioo, kwenye nini, alafu umelala hakuna madirisha. Amen. Unaona kama mkono unafanya nini? Unakatwa. Tulikuwa na TV ya kichogo, unakata kuhamisha, unahamisha sebuleni unaweka wapi? Nani ataiba jamani TV ya kichogo? Unafurukwa tu. Yaani tunafurukwa. Sema amina, sema amina. Kwa jina la Yesu Bwana achochee. Wewe kushuhudia. Amina. Nasema ushuhuda. Bwana amenitoa hapa, sio nimeiba, sio nimefanya nini? Nina ushuhuda wa Mungu. Amina. Ujasiri na Mungu. Amina. Najua anavyonisaidia. Najua anavyonitetea. Sina wasiwasi na pesa. Amen. Bwana nikimwambia pesa zinakuja. Amina. Kitu kinatokea kwa imani kwa jina la Yesu. Amina tena. Kwa maana hapa Kingongo sina wasiwasi.
Najua mtaa wa Maranatha utakuwa na magorofa hapa yanakwenda hewani jina la Yesu. Na mahali hapa Kimomo kanisa ukiingia unaingia kwenye hisia. Sio mambo tunayaona, ni yale ambayo tunayatarajia na uhakika nayo, hatuna wasiwasi. Bwana achochee kwa jina la Yesu. Bwana anyanyue imani yako kwa jina la Yesu. Bwana akupandishe kwa jina la Yesu. Tembea kama mtu mwenye maana. Haleluya sana. Alikuja hapa mtu mmoja hapa. Akanifuata akaniambia, mchungaji, usijui Samwea kuna gorofa linauzwa bilioni, sijui ilikuwa bilioni 7, sijui ile 7 milioni 100 ngapi sijui. Amen. Akaambia twende ukanunue. Nikamwambia safari hii hapana. Nina mambo mengi sana. Amen. Kwa hiyo huo mpango sina. Nikiwa Arusha mwingine akanipigia simu, mchungaji, kuna sehemu inauzwa bilioni 1. Amen. Inaona nafaa kwa kanisa na nini? Ndio. Nasemaje? Akaambia hebu niambie ukubwa wake. Akaambia mimi nataka eneo ambalo nitaweka shule, nitaweka nini. Amen. Bilioni 1 haipo. Hapo sasa. Amen. Lazima utengeneze mazingira magumu. Sio kama uone kama una usipo. Amina. Sema amina. Ili ukiona watu wanakuambia mambo ya mabilioni, ndio kitu wanachokiona. Amina. Kuna kitu wanachokiona. Amen. Wewe wanaona nini? Hapo sasa. Wanaona madeni. Amen. Wanaona umepinda. Amen. Haleluya sana. Amen. Sema amen, nasema amen. Labda nikwambie sijawahi kuwa mnyonge hata siku moja. Amen. Na mimi ukiwa na hela hata mabilioni kwangu mimi yanibabaishi. Amina. Siangaliza mtu. Amen. Angalia tena kwangu. Amina. Natembea pale. Najua kuna wakati nitafika mahali fulani. Bwana atanipandisha kwa jina la Yesu. Sijawahi kujidharau hata siku moja. Mtu anidharau hata siku moja. Sijajiona sina hela hata siku moja. Bali ni jambo la wakati. Amina. Na itakuwa. Nitafanya ninachotaka kwa jina la Yesu. Nitakula ninachotaka kwa jina la Yesu. Nitavaa ninachotaka kwa jina la Yesu. Nitafanya ninachotaka kwa jina la Yesu. Kuna imani iko ndani mwangu. Amina. Hakuna linaloshindikana. Amina. Inawezekana kwake aminifu. Wewe hujaamini. Itatokea kwa jina la Yesu. Anza kuamini. Amina. Haleluya sana. Amen. Amina, sema amina. Amen. Amina. Jambo la pili, lazima wakati wote karama hii itende kazi. Amen. Kulingana na maelekezo ya Mungu na Roho Mtakatifu. Amen. Hii tunaita ni rema. Kama usifanye tu wewe mwenyewe. Kama ukishasikia, ukishaona dalili hizo, dalili zinakuja, wewe anza kuamini kwa jina. Amen. Anza kuamini. Amen. Mama Glory, Bwana asifiwe. Haleluya sana. Amen. Kabla ya kupata gari langu la kwanza hapa Dar es Salaam, niliamini. Nikaenda driving school. Amen. Alafu nikakata na leseni. Sina gari. Hapo sasa. Baada ya wiki 2 nikapata gari. Sasa wewe hata leseni una. Unasema unataka gari wapi? Mungu atusaidie baba. Tena kweli ikatokea. Kana nasema kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe hiyo inspiration leo. Amen. Mungu anyanyue watu wa imani hapa leo. Mungu anyanyue watu wa imani hapa leo. Wewe sio panzi katika jina la Yesu. Jione kama mfanyabiashara mkubwa kwa jina la Yesu. Jione kama mtu aliyefanikiwa. Haleluya. Usione watoto wako wataishia la 7, hawataishia la 7. Amen. Wataenda mpaka form 4. Watafaulu form 4. Wataenda form 6. Watafaulu form 6. Wataenda chuo kikuu. Watamaliza na watapata kazi. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sasa huko na mtoto wako usemi amina, maana yako nasema mchungaji, mimi wa kwangu ataishia la 7 si mbaya.
Ndio maana yake. Nasema ndio maana yake. Amen. Unapokaa ndio maana yake. Amen. Sina maana hapa nimetumwa na Bwana. Hapa nasema na mtu mmoja. Hapa nachochea imani kwa jina la Yesu. Watoto wako wataisha hapa. Hawataisha form 4. Hawataisha form 6. Hawataisha form 4. Watasoma mpaka nchi za nje. Kwa jina la Yesu. Amina kwa Mungu. Amina kwa Mungu. Hata wewe utaishi hapa King'ong'o tu. Amina baba. Kuna watu wanajua King'ong'o tu. Muulize Coco Beach ni wapi? Mungu atusaidie. Muulize tu, muulize mwenzangu Coco Beach ni wapi? Yaani tunataka kutania. Muulize. Muulize ni wapi Coco Beach? Sijasema hata Arusha. Sijasema hata Mwanza. Sijasema hata Kenya. Amen. Hapa umezaliwa King'ong'o, unazikiwa wapi? Shida sana. Mungu atusaidie baba. Tabu sana. Amen. Tabu hii jamani, kuna kataa hiyo. Amen. Utoke haleluya. Lazima uone unakwenda haleluya. Mama mmoja akasema, mchungaji, mimi kupanda ndege haiwezekani, sitapanda ndege. Mimi nakwambia, anaona kwamba haiwezekani. Labda kama nasindikiza maiti. Mbaya. Labda Joyce namfahamu. Kama mfahamu utaniambia, nitakwambia. Amen. Nitakunong'oneza. Amen. Akasema labda nikiwa nasindikiza maiti. Kweli baba yake akafariki. Tulikuwa tuna shirika moja alikuwa anafanya kazi kwenye shirika la ndege. Kwa hiyo mashirika ya ndege wale watu wafanya kazi wanapewa siti moja ya kusafiri bure. Amen. Yule sasa maiti ilisafirishwa kwenye ndege. Kweli akasindikiza maiti. Utakula maneno ya nini? Ya kinywa chako. Amen. Unaona mimi siwezi kupanda ndege. Kwani ndege ni nini? Kawaida tu. Amen. Amen. Yuko baba mmoja mchungaji. Walienda nchi za nje, nchi za ng'ambo. Na alikuwa mke wake hajui Kiingereza. Ndio. Sasa walipoenda wakawa wanakula chakula. Kwenye vyakula wenzetu kuna wengine tunasema kama unaifahamu hii. Amen. Hii hapa kuna kitambaa kama hiki ambacho unatakiwa uweke hapa. Amen. Haleluya sana. Amen. Kulikuwa unatakiwa uwe na kitambaa, kuna uma hapa, kuna kisu. Hasa bahati mbaya. Amen. Mama na mchungaji wakawa wamekaa tofauti. Wamekaa tofauti. Mchungaji akasema, Mungu wangu, maombi ya mchungaji kwa sasa, Mungu wangu, tukae na mke wangu ili muelekeze. Bahati mbaya wakaambiwa mama kaa huko, mchungaji kaa huko. Akasema hapa nitafanyaje? Sema hapo sasa. Hapo sasa. Mchungaji akasema sasa, Mungu naomba unipe nafasi ya pili. Ya pili. Akasema naomba nipate nafasi ya kuomba. Kweli bahati nzuri wakamwambia mchungaji ufanye nini? Uombe. Amen. Ndio akasema hapa. Kwa hiyo mchungaji akaanza sasa, hii story ilitokea. Amen. Akasema naomba niombe kwa Kiswahili. Amen. Hakuna shida. Maombi si maana unaombea chakula. Amen. Watu wakafunga macho. Akaanza mama mchungaji. Amen. Hayo maombi. Amen. Hiyo hapo kushoto ni uma. Amen. Unashika na mkono. Amina. Hiyo hapo ni kisu, unashika na mkono wa nini? Hicho kitambaa hapo unakifanya nini? Unaweka hapa hivi. Ni ya kufutia. Haleluya. Watu wanajua mtu anaombea maombi. Akasema katika jina la Yesu. Amen. Sasa nakuuliza, wewe utapata hiyo nafasi? Amina. Mungu atuhurumie Baba. Mungu akusaidie. Shida ni kwa sababu hujawa na imani hata siku moja ya kuamua labda mimi niende nikafanye mambo. Haleluya sana. Amina. Kuna wengine wameangalau wameamua hata wanakuwa na uma na kijiko na kisu wanakula ugali wanakata. Amen. Wanafanya mazoezi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen, amen.
Warumi 10:17 anasema kwamba imani huja kufanya nini? Kwa kusikia. Sasa leo umesikia, imani yako inyanyuke. Nasema imani yako inyanyuke. Amina. Nasema imani yako inyanyuke. Acha kujiona mnyonge katika jina la Yesu. Acha kujiona kama bahati mbaya. Hata watoto mlioko mahali hapa, mtafaulu. Mtakwenda mbali. Nasema kwa jina la Yesu. Amina. Tuliamini tukasema tunaombea King'ong'o hii lami ziwekwe. Amen. Nasema kasi watu wasema King'ong'o haiwezekani. Lakini nakutangazia katika jina la Yesu. Amen. Inawezekana kwa jina la Yesu. Inapita. Amen. Nasema inapita. Haleluya. Inawezekana, hakuna loshindikana. Amina. Nasema hakuna loshindikana. Amen. Hakuna loshindikana. Hakuna loshindikana. Hakuna loshindikana. Nasema sitakufa bali nitaishi. Amina. Simulia matendo makubwa ya Mungu. Nishamtangazia shetani. Sitakufa kama mende. Mende anakufa, kanyago anatoa anakufa. Bahati mbaya na bado na kabati anakufa. Lakini nasema ikifika wakati wa kufa ndo nitakufa. Sitakufa kwa ajali ya gari. Sitakufa kwa ajali ya ndege. Sitakufa kwa ajali ya moto. Sitakufa kwa ajali yoyote. Hayo ni ukiri wangu kwa jina la Yesu. Kwa wakati Mungu ameamua. Amina. Mashaka na Bwana. Analinda na kuingia. Analinda na kutoka. Katika jina la Yesu. Bwana achochee ndani mwako. Bwana achochee ndani mwako. Bwana achochee ndani mwako. Pia Bwana makofi. Nikaanza siweka ofisi yangu nitaitengeneza, nitaweka mpaka AC. Amen. Wanaangalia mchungaji. Mimi nakwambia mwezi wa 6 mwakani. Amen. Haitafika. Amen. Tutakuwa tumeweka AC. Kwa nini tuteseke? Amina. Amina. Amen. Haleluya sana. Amen. Hata kwako unaweza ukafanya. Amen. Nasema Mungu achochee imani. Mungu achochee imani. Mungu achochee imani kwa Yesu. Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana nipandishe Bwana, Bwana kaimani nisimame, haleluya, nipande milima yote. Bwana nipandishe, nataka nipandishwe juu zaidi kwa imani, usisimame kwa imani. Milima yote nipandishe. Shirika mmoja akaumwa. Amen. Akawa ICU. Wapi jamani? ICU.
kwenye hizi hospitali hizi kubwa kubwa, sitaji jina sababu siwatangazie biashara. Amina. Haleluya sana. Amen. Akawekwa ICU. Wakati huo mtoto wake anataka kufanya harusi. Amen. Na mtu akiwa ICU kuna nini? Sasa mimi nikasema nataka niende kuomba naye. Na muongezea siku za kuishi. Bahati mbaya nilisema siku. Sikusema miaka. Nikafika pale hospitali. Amen. ICU. Wakasema hauruhusiwi kufanya nini? Kuingia. Ngambia hiyo kitu haipogo. Mimi naingia. Mimi ni mchungaji. Ndio. Na nimekuja kuomba kwa hiyo mgonjwa. Amen. Ilikuwa ni private. Na amelipa pesa na ninataka niende kuingia. Akasema hapa ni madaktari tu, na nikamwambia mimi ni daktari wa kiroho. Amen. Nimekuja lazima niingie. Ndio. Akasema haiwezekani. Kama unasema haiwezekani, kamuulize mgonjwa kama yuko mchungaji hapa, amekuja mchungaji wako. Anataka mwambie ingie. Nikaingia. Hapo nisikilize. Amen. Nikaenda nikamwambia huyo mgonjwa. Alikuwa tayari ameshakuwa wanjano, ameshavimba, tumbo limevimba, tumbo limevimba, mguu mmoja ni kama miguu yani miwili. Amevimba kabisa. Amen. Nikasema Bwana amenituma. Kama anasema hautakufa bali utaishi. Amen. Amekuongezea siku za kuishi. Amen. Na kwenye harusi ya mtoto wako utakuwepo. Amen. Achana huyu Yesu. Amen. Achana na Yesu. Yesu anaweza. Amina. Wapendwa, nataka niwaambie. Amen. Baba alitoka hospitali. Yule baba alihudhuria harusi ya mtoto wake. Yule baba aliyevimba miguu akavaa na viatu. Kuna jambo kubwa lolote katika jina la Yesu. Kiwango cha imani. Katika jina la Yesu. Wewe shangaa tu. Utaona lakini hautakula. Kabisa. Utaona hautakula. Wewe unanishangaa. Amen. Mimi nasema kwa jina la Yesu. Amen. Mwakani mahali hapa. Kuna mtu mmoja. Amen. Aliyopo katikati yetu. Amen. Atapaki kifaa chake cha usafiri. Nasema atapaki kifaa chake. Amen. Sijajua ni nani lakini anapaki pale. Amen. Sijajua ni nani ananunua kiwanja lakini yuko hapa. Yuko mmoja anajenga nyumba yake mahali hapa. Yuko mahali hapa. Kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Karama ya imani. Mifano ya karama ya imani. Yoshua alisimamisha jua. Yoshua 10:12. Amen. Na 13. Amen. Akasema jua simama. Mpaka nimalize. Amen. Kama unaweza kusimamisha. Haleluya. Amen. Unaweza kusimamisha. Amen. Wafalme wa pili 20:11. Amen. Andika pale. Utaona pale. Aliamuru jua kurudi. Amen. Nyuma. Amen. Wafalme wa kwanza 17:1. Elia alidhibiti majira. Maana yake alisimamisha mvua isinyeshe. Amen. Akasema kwa neno langu. Amen. Yaani kuna mfalme akasema kwa neno langu. Amen. Mvua haitanyesha. Amen. Mpaka ninaposema. Ndio. Ndio maana wakati ule mamlaka leo imetangaza kama mvua itanyesha nyingi Dar es Salaam. Amen. Nikasema kwa neno langu kwenye Facebook. Amen. Mkutano hautaahirishwa. Bali tunaahirisha mvua. Kwa neno langu kwa jina la Yesu. Kwa neno langu sitakuwa maskini. Amen. Sitakufa maskini. Amen. Watoto wangu watainuka. Amen. Kwa neno langu nasema sasa hivi ndio mahali yako umebarikiwa. Amen. Hakuna atachofanya shetani. Amen. Hakuna mapepo atachokifanya. Hakuna wakuu wa watu watachokifanya. Tuna mamlaka kwa jina la Yesu. Kwa neno letu Tanzania inasimama. Neno letu Tanzania inasimama. Itakuwa na amani kwa jina la Yesu. Itakuwa na amani kwa jina la Yesu. Bwana usiseme kwa neno lako wazazi wako wataokoka. Amen. Kwa neno lako, kwa neno lako wale walio kwenye familia yenu wataokoka. Kwa neno lako wachawi walioko mtaani wako wataokoka. Amen.
kwa neno lako. Sema amina tena. Mamlaka kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nasema haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sisi ambao tumeokoka, ambao tunaamka, mimi sasa nimeshaamua. Ndio. Na wachawi sasa tunakutana. Ndio. Usiku. Tunalogana. Ndio. Tuone nani atamloga mwenzake. Hapo sasa. Tunalogana. Ndio. Logana kabisa. Akitoka mimi namloga. Ndio. Napendeza baba. Wengine watasema mchungaji ameanza kuwa mchawi. Utajua mwenyewe. Amina. Jaribu kuniloga au sio kuloga. Loga. Amina. Haleluya. Amen. Kaanza sasa. Ukija hapa mimi ukija imani kwangu. Wakati mwingine naamua. Usiku saa 8 nakuta pale natafuna mua. Amen. Wewe mwenyewe ukija nataka ni mwizi. Hiyo dawa jekindu. Amen. 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 Rekebosha ndarabo. Sanganya robosha. Santiza rabobobosha. Sakuna kaza kuna. Pita wapi? Hawezi. Amina. Wakati moja saa 6 za usiku. Ilikuwa saa 8 niko kwenye maombi. Shekera papa. Shekera papa. Ndio. Upako ukaenda kwenye mtaa mzima pale. Keseterebe. Mtu alikuja alikuwa amelewa saa 6 za usiku. Akagonga mlango saa 8 za usiku. Baba mchungaji, nimekuja kuokoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna uchawi wala ukali katika hizi. Kuna kuogopa mapepo. Kuna kuogopa mashine. Kuna kuogopa yeyote. Kuna watama. Kutia wao. Usaidia kwa jina la Yesu. Usaidia kwa jina la Yesu. Upige kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe unabarikiwa. Barikiwa kwa jina la Yesu. Za ukoo wetu nitanisogelea. Sinaambia ngoja kwanza. Nisema mimi. Naomba maombi mabaya sana mimi usiku. Ndio. Naambiaga watu usinichukie. Amina. Kwa nini? Sasa nini? Kwa pona yako. Amen. Haleluya. Amen. Ndio nikupe siri. Kwa nini jamani? Kwa pona yako. Kwa nini? Kwa pona yako. Ndipo nasema kwamba anachukua magonjwa yangu anaweka kwa leo nichukie. Amen. Nimegundua hiyo. Nikasema chukua malaria weka. Amina. Amen. Ukimwi weka. Usukari weka. Presha weka. Kila mara nichukia anachukua. Mimi. Amen. Maandiko ya Bwana. Amina. Sio mimi. Amen baba. Maandiko. Amen. Nichukia kujua mwenyewe. Beba. Haleluya. Amina. Chukua ile magonjwa beba. Amen. Paka mzigo uwe mzito sana. Amina. Chukua magonjwa anaweka. Amen. Sio mimi. Wewe mchungaji sasa unaomba vibaya. Mimi niandika tu andiko. Amina. Wanachukia hata ningesema kwamba ucheza mtu zikimpendeza. Amen. Bwana anawapatanisha na nani? Kama nigombana na mtu, naomba Mungu anatupatanisha. Amen. Ndio. Amen. Ndio. Amen. Ndio. Amen. Utajua mwenyewe leo. Tunapona baba sana. Sasa upone na usichukie sababu amina. Ukiona unaalisha ujue hiyo. Amen. Utajua mwenyewe. Amen. Utajua mwenyewe. Amen. Bila sema usiwache mwanamke mchawi aishi.
Sijasema chochote. Amina. Ila tu andiko sasa zinasemaga hivyo, sasa sijajua inakuwaje. Nasema Bwana, hilo andiko linasemaje? Amen. Si usiku. Amina. Amen. Wewe kama ni mchawi, Biblia inasema. Amina. Amen. Utajua mwenyewe. Amen. Andiko hapo sasa. Amen. Hakuna silaha. Amen. Itakaofanyika. Amen. Kinyume na wewe. Amen. Itakaofanyika. Hapo hapo. Mwaka 2023. Amina. Nilipigwa risasi 2 kunielekea. Utagoma. Sasa ushuhuda wewe si wa kwako, ni wa kwangu. Amen. Nilipigwa Kitengela pale. Risasi zilipigwa. Amen. 2. Sasa ikawaje? Siku nimwadisia mtu mmoja akasema, wewe mchungaji, nawe kwanza ulikuwa unaenda unapanda ndege unaenda wapi? Alafu watu wakupiga risasi una hela gani? Amen. Amen. Kweli tu yuko sahihi kweli, si ndivyo? Amen. Una hela gani na mgani kweli, mimi na hela gani? Amen. Za kunipiga risasi. Amen. Lakini sisi tulivamiwa. Walivamiwa na kweli akapiga. Hiyo shida achana nao kabisa. Amen. Mimi nilicheza movie ambayo haijarekodiwa. Lakini kwa tena hao wanafanya movie za live. Amen. AK47 jamaa amekamata yuko pale na AK47 katikati ya gari. Gari inatembea huku, gari inatembea huku, wakaja huku na gari huku na gari huku, wakaingia kwenye gari. Wakapeleka gari porini huko. Kitengela gari inaenda. Lakini wewe ngwambie mimi kwa sababu kwa pale pia kutanifanya na rekeshete rekekekese ropopopose rapo. Amina. Wakapeleka porini gari. Nitamalizia na wao shuhuda. Amen. Wakapeleka mbali kule. Amen. Wakasimama pale. Wakasema kama una kabastola kako. Amen. Kafiche. Dereva alikuwa nayo akakificha. Na kuna wazungu tulikuwa watu 10 tuwasafiri kwenye safari. Amen. Na wenyewe wakaficha bastola vyao. Waliambiwa kwamba hiyo gari kwa safari kwa na Marekani kipindi hicho. Walikuwa kuna madola alikuwa kule na watu wakateka ile gari. Tukapelekwa porini kule. Amen. Kaanza kupiga mangumi watu piga. Amen. Piga. Amen. Mama kama ndio usafiri na kushauri usafiri na gold. Yaani wanachukua zile gold wanazinyoa. I say. Amen. Nikasitetemeke lakini baadaye nikaanza fanya wana tetemeke. Amen. Sasa kilichotokea, sikiliza. Kilichotokea wakawapiga watu wakamaliza wakasema hivi tuwaue. Hapo babaya. Wapo wanaongea Kiswahili tuwaue. Nikasema siwezi kufia hapa. Yaani nifia hapa kati naenda kusoma Biblia na kufa hapa Mungu. Ndio. Akasema tusiwaue kwa sababu tumechukua hela nyingi. Nikasema hapa ni kwamba mimi ndio niko hapa, siwezi kufa kijinga hivi. Amen. Haleluya sana. Amen. Sasa wakati wanatoka, begi zangu kubwa zilikuwa zimekaa pale. Amen. Amen. Wakaanza kuzinyanyua zile wanapeleka. Amen. Sasa mimi ndo nilifanya kosa hapo. Walikuwa wanapeleka wakati wanaongea umechukua passport yangu. Amen. Nikasimama. Niwasimama rafiki yangu anaitwa yuko siku atakuja hapa anaitwa Alex Fanuel. Amen. Akasema kaa chini. Akasema kaa chini, sija kujiuliza swali. Nikakaa. Ndio akapiga risasi. Zikapita ile AK47 inatema risasi. Sio moja na tema. Amen. Kwa zikatoka mbili. Sasa alafu ulivyotoka kule ndio zikaja cheche sasa zile za nani? Vioo vile vikakata huku. Damu ikaanza kuruka. Nikaweka mikono hivi, mikono miwili. Ulishafanya sala ya mwisho? Ulishafanya sala ya mwisho? Amen. Ulishafanya? Mimi hapo babaya. Nishika hivi. Kwanza nikamlaumu Mungu. Nikamwambia Mungu, hauko fair. Kabla sijapa kwanza nilimpa Mungu vidongo vyake. Mungu, hauko fair. Ndio. Yaani mimi nimeokoka. Naenda kusoma chuo cha Biblia. Nimeacha kwenda IFM pale kusoma, nilikuwa nataka kusoma information technology, yani mfaulu. Amen. Naenda kusoma mambo ya Biblia. Alafu mambo mengine hapa hajaokoka, hujaona, ukanichagua mimi tu, nikapigwa nife. Amen. Nikamwambia Mungu, hilo la kwanza, chukua kidonge chako. Sasa ngoja tulifikia. Lakini kama kuna dhambi ambayo nimefanya, ambao Mungu ni asili au yoyote, na tubu. Nikasema Bwana, sasa mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa hiyo nikawa nasubiri saa ngapi nitaanguka nife. Sasa shangaa mbona sifi. Amen. Kwa hiyo tukaenda pale na shika
ndio wanakuja sasa, wale wazungu walikuwa ni Wajerumani hawajui Kiswahili, wanakuja wananiambia, rafiki yangu anauliza imepita wapi? Sasa wewe sasa ipigwe huku itokee huku kweli? Si kitu naye amechanganyikiwa hajui chochote. Lakini bahati nzuri ikani glasi zimekata tu, niko sawa. Sasa tumekaa pale tunaongea damu kila mahali, suti damu kila sehemu damu. Tunaongea pale sasa, tukawaona sasa kuna watu wanakuja na mabunduki, wanakuja hivi. Si nilikuwa siogopi mimi. Sasa nikasema nani haya ukiona? Hapa kimwa nini? Mbio. Mtu mmoja sasa msikimbie. Ingieni ndani. Kama tunakufa tufe wapi hapa? Mimi nikasema kama nikufa basi mimi nitakuwa wa mwisho. Niye nionyeshe mfano kwamba mnakufa. Mimi nitakuwa wa mwisho. Hadithi ya kweli. Hadithi ya kweli. Sasa baada ya hapo wakaja wakazunguka gari. Pale sasa ndio kama kuna wengine ambao vyote viwili vina akasema haya wote weka mikono wapi? Kichwani. Naweka hivi kwamba ili sio na haya, unatoka moja baada ngajua hapa unapigwa unaondoka. Safari ya Marekani ndio ilikuwa inaishia wapi? Na shetani mbea, shetani ana uongo, shetani hafai kabisa shetani. Amina. Amen. Amevisia tu. Ndio. Akavisia pale. Basi bwana. Yuko baba mmoja akasema haya, mimi natoka. Kwa hiyo akatoka, tuwasubiria tuone akipigwa afe. Habari nzuri ni kwamba Jumapili tutamalizia. Tutamalizia Jumapili ijayo kwamba je tulipita. Kwa hiyo ukitaka kukaa Jumapili ijayo utasikia. Amina. Mimi kifanye bani? Kilitokea. Amina. Haleluya sana. Amen. Simama kwa miguu yako. Amen. Jumapili ijayo tutaendelea kwamba sasa nini kilitokea. Amen. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. 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 Wangapi wameinuliwa imani? Amen. Kuna wengine ni yani mimi nimeinuliwa imani hata leo. Amina. Na mimi naamini mambo makubwa sana. Amen. Amen. Mambo makubwa sana kwangu, kwa watoto, kwa nani. Ndio. Kwa hiyo Mungu akusaidie na wewe uamini. Amen. Amen. Tutaendelea wiki ijayo na somo hili. Lakini pia wale ambao wanafuatia kwa njia ya Facebook live kila Alhamisi tunakuwa tuko live hapa saa 3 kamili mpaka saa 4. Tunakuwa niko live. Kwa hiyo nitaendelea na somo hili na Mungu atakusaidia. Hapo juu na bomba. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya somo hili ambalo ni la imani, karama ya imani. Nimetoa shuhuda nyingi ambazo Mungu nyingi ni za kweli kabisa ambazo zimetoka kwenye maisha yangu na nimekuona. Naamini kuna mtu mmoja imani yake imenyanyuka mahali hapa na tutaona mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Baba, naomba nikiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa tunafuatia kwa njia ya mtandao.